Ndugu Waislamu, inshallah taala tutakoma katika hadithi hiyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo masahaba tumeona namna walivyokuwa wakimsifu, na bado tuko katika huo mlango wa kueleza umbile lake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malengo ya kuweka ama na kumsoma Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, malengo ili na sisi tuweze kumwiga, kumwandama, kumfuata. Manake bila yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuna mtu ataweza pata salama katika dunia kama hii. Ukienda kinyume na sunna zake yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuna salama. Salama ni kufuata nyayo zake. Salama ni kufuata aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Utamfuata vipi kama haumjui Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo kuna umuhimu tena zaidi kila mmoja wetu amjue Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hasatan tuwalee watoto wetu kwa mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumpenda Mtume kama tulivyotangulia kusema. Kitu cha kwanza ambacho tumeamrishwa ni mapenzi, kwa sababu mapenzi ndio inampelekesha mtu. Mtu akimpenda mtu huwa anamsikiza na kumtii. Tuliwahi kutoa kisa faida ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mzazi alilea kijana wake, kila akilala anamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 10 au ni mara 100. Amezoeshwa hivyo kijana. Mama yake alimfundisha kutokea akiwa mdogo, usilale mpaka umswalie Mtume mara ngapi? Mara 100 au mara 10 kama sijakosea. Huyu kijana alikulia hivyo, akakuwa na katika maisha yake sasa akiwa anaishi, walikuja wakasoma elimu hizi, sijui elimu gani alisoma hizi elimu ambazo zinatumiwa sana akili. Alikuja ikafika mahala akasema hizi vitu zinakuwa nature, zinakuwa vitu zenyewe. Hiyo elimu namna alivyosoma hizo elimu, sijui elimu gani hii ya kutumia akili sana, ikafika akaona kwamba hizi vitu zinakuwa zenyewe. Madamu zinakuwa wenyewe, mbona mimi namwabudu Mwenyezi Mungu? Nikasema mimi basi kuanzia kesho najua hakuna Mungu, hizi vitu zinakuwa. Amechukua maamuzi kwamba mimi kesho natoka katika dini, najua Mungu hakuna, hizi vitu zinakuwa. Elimu yake ilifikisha sehemu kama hiyo. Alipoenda kupanda kitanda kulala, ashazoea kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alianza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha yeye mwenyewe akajishtuka, mbona mimi namswalia huyu mtu na ilhali nishaamua kwamba hakuna Mungu? Kisha akajiambia huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mrongo, ashamsoma kutokea mwanzo. Akaakhirisha ile mawazo yake tena kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Muhammad si mrongo. Kwa hivyo hii maamuzi nimeamua nitaichelewesha tena. Hawezi kutoka. Nini imemzuia? Ile swala ambayo kwamba alizoea na mapenzi yaliyojengwa kutokea mwanzo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lau ingekuwa hana hii swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au hajamsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mtu angeangamia, kwa sababu ya elimu aliyosoma ya fikra mpaka ikafikisha kiwango ya kuamini kwamba kila kitu kinakuwa. Lakini kwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasalimika kwa mapenzi aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema Muhammad si mtu mrongo, kwa sababu alimsoma na akamjua. Haya, kama mtu hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam, maasafi shadid, tulikwenda mahala watoto tunaambia mswalieni Mtume sallallahu alaihi wasallam, watoto hawajui namna ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mswalie Mtume, watoto miaka 15, wengine wanaenda 16, 17, hajui namna ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, mtoto atamjua vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam na ataishi vipi bila ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Haya maisha bila ya kumwandama Mtume, bila ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, tujueni tuko katika hatari. Kioo chetu ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tumwandameni kama Mola alivyosema, kama mwadai kweli wanipenda mimi basi mfuateni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akatwambia ummati wangu wote wataingia peponi, kullu ummati yadkhuluna aljanna, ummati wangu wote wataingia peponi ila watakaokataa. Wakauliza ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, nani atakataa kwenda peponi? Akasema man ata'ani, atakayenitii mimi dakhala aljanna, huyo anaingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi mimi faqad aba, huyo ndo amekataa. Na angalia namna Mtume anavyotupenda sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akusema atakayenitii mimi anaingia peponi na atakayeniasi mimi anaingia motoni. Ilikuwa sawa maneno yale hivyo. Atakayenitii mimi ameingia peponi na atakayeniasi anaenda motoni. Hakusema ameenda motoni sallallahu alaihi wasallam. Kuonyesha hatutaki sisi kwenda motoni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema huyo mtu amekataa mwenyewe kwenda peponi. Kwa hivyo sababu ya kwenda peponi ni kufuata sunna zake. Vaa anapovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kula anapokula Mtume sallallahu alaihi wasallam, tembea alipokuwa akitembea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ishi alipokuwa akiishi, lala alipokuwa akilala, angalia alipokuwa akiangalia yeye. Ukimuigiza man tashabbaha biqaumin, yeye mwenyewe anatuambia mwenye kujifananisha na watu fahuwa minhum, atakuwa miongoni mwao. Na sisi tujifananisheni na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake zama hizi watu wengi tunajifananisha na watu ambao kwamba hawafai, tunajifananisha na watu ambao kwamba hata hawamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa sisi mabarobaro, wengine tunanyoa, tunamuigiza Ronaldo na Cristiano, na anayefaa kuigwa ni Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wazazi tunamna ya kuwalea watoto, tunamwambia mtoto mathala akule na mkono wa kulia. Kwa nini? Mtume ndo anataka hivi. Akilala mwambie lala na ubavu wa kulia, soma dua hili, Mtume ndo amesema hivi sallallahu alaihi wa sallam. Mtoto anasikia mtume na lazima atakuja kumpenda na kumjua. Kwa hivyo kila kitu akifanya unamuelezea na faida yake. Hii ndio njia ambayo kwamba tumeachiwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tuko katika usiku wa Ijumaa, na amali inayotakikana katika usiku kama huno ni kukithirisha, ni kufanya wingi kama alivyotuambia yeye mwenyewe, akthiru alayya min as-salati, fanyeni wingi kuniswalia katika usiku wa Ijumaa na mchana wa Ijumaa, kwa sababu tuambiwa hizi swala zetu anaonyeshwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukimkishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anarudishia roho yake, anakujibu salamu yake. Na swala moja thawabu yake unalipwa mara 10, unaswaliwa na Mwenyezi Mungu mara 10. Yaani wewe ukimswalia Mtume moja, Mwenyezi Mungu anakuswalia wewe mara 10. Hii ni faida kubwa tena sana. Ndio yeye mwenyewe akatwambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, hakika ya Mwenyezi Mungu mwenyewe na malaika wake wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mungu ametuamrisha tusali, lakini Mungu hasali. Mungu ametuamrisha tufunge, lakini Mungu hafungi. Mungu ametuamrisha tuhiji, Mungu haiji. Mungu ametuamrisha mengi sana tufanye, lakini hafanyi, isipokuwa swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe, inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna, tena imekuja kwa fi'il mudhari ya kuendelea saa hii na kila siku na kila saa. Mungu na malaika wanamswalia, yusalluna daiman, wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akawaamrisha, ya ayyuhalladhina amanu, wale wenye imani ndio tumeamrishwa. Kama uko na imani, kithirisha swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, mswalieni na mumshie salamu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunasema atakayeniswalia mimi mara moja, Mwenyezi Mungu anakuswalia mara 10. Ukimswalia mara 10, Allah anakuswalia mara 100. Ukimswalia mara 100, Allah anakuswalia mara 1000. Faida ni hiyo. Na sala za Mwenyezi Mungu ni kusamehewa madhambi, kukidhiwa haja zako,
kusamehewa, kupandishwa daraja, kukidhiwa haja zako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kutolewa katika giza kupelekwa katika nuru. Swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam faida yake hazielezeki, na huo ndio usiku wake. Tukithirisheni kumswalia, na sunna za Ijumaa kadhalika tusiwache kuvaa nguo nyeupe. Ni sunna yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma suratul Kahfi katika siku ya Ijumaa. Katika siku ya Ijumaa kuna saa ambayo kwamba ukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani yake ni kabuli. Na wanasoni wengi watu wamehitalifiana, wengine wanasema ni baina ya khutba mbili, wengine wanasema yenye nguvu zaidi ni alasiri ya siku ya Ijumaa, kuanzia alasiri mpaka maghrib. Kama binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Fatima alikuwa akiweka mtu jua likifika kiwango fulani ya kwenda karibu kuzama, ikifika kiwango fulani anaambia mtu aniambia, akiambiwa yeye anaenda kukaa Mola Subhanahu wa Ta'ala mpaka maghrib dunia. Kwa hivyo hii ndio ilikuwa dalili kubwa kwamba ile saa ya jana iko katika baada ya asri mpaka jioni. Tuombeane Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na siku ya Ijumaa ni siku kubwa sana. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tusisahau kwamba tuko katika miezi mitukufu na tuko katika Ijumaa ya kwanza katika miezi kama hii. Siku ya Ijumaa yenyewe iko na daraja, alafu iko ndani ya miezi mitukufu. Tusisahau, tuombeane na Mola Subhanahu wa Ta'ala atuzuku mapenzi ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukitoka katika dunia kama hii